Stori ya Zakaria na Elizabeti. Ahadi ya Mungu haichelewi. Kulikuwa na kuhani mmoja katika siku za Mfalme Herode. Jina lake lilikuwa Zakaria. Alikuwa wa zamu ya kikuhani ya Abiya. Mke wake aliitwa Elizabeti, naye pia alikuwa wa uzao wa Haruni. Biblia inasema walikuwa watu wa haki mbele za Mungu. Walitembea katika amri za Bwana bila lawama. Lakini walikuwa na maumivu makubwa moyoni. Hawakupata mtoto. Miaka ilipita, ujana ukaisha, uzee ukaingia, tumaini likaanza kufifia. Katika jamii ya wakati huo, kutokuwa na mtoto ilikuwa fedheha. Watu waliinong'ona. Wengine walidhani labda kuna dhambi iliyofichika. Lakini Mungu alikuwa kimya kwa muda. Siku moja, Zakaria alikuwa hekaluni Yerusalemu, akifanya kazi yake ya kikuhani. Kura ikaangukia kwake kuingia ndani ya hekalu la Bwana kufukiza uvumba. Watu walikuwa nje wanaomba. Ndani ya hekalu kulikuwa kimya na utulivu wa ajabu. Ghafla, malaika wa Bwana akasimama upande wa kulia wa madhabahu ya uvumba. Zakaria akaingiwa na hofu, lakini malaika akamwambia, "Usiogope Zakaria, kwa maana maombi yako yamesikiwa. Mke wako Elizabeti atakuzalia mwana, nawe utamuita jina lake Yohana." Malaika huyo alikuwa Gabrieli. Akaendelea kusema kuwa mtoto huyo atakuwa mkuu mbele za Bwana. Atajaa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. Atawatayarisha watu kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo. Lakini Zakaria akauliza swali la mashaka. Nitajuaje haya? Mimi ni mzee na mke wangu amesonga sana umri. Hakuwa anauliza kwa furaha, bali kwa shaka. Malaika akamjibu, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu. Kwa kuwa hukumwamini, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku mambo haya yatakapotimia. Na kweli, mara ile ile Zakaria akawa hawezi kuongea. Alipotoka nje ya hekalu, watu waliona amechelewa. Alijaribu kuwaeleza kwa ishara, lakini sauti haikutoka. Walitambua kuwa ameona maono. Baada ya muda, Elizabeth akapata mimba. Kwa miezi 5 alijificha akisema, hivi ndivyo Bwana alivyonitendea, kuniondolea fedheha yangu mbele za watu. Miezi ilipita. Wakati wa kujifungua ukafika. Elizabeth akazaa mtoto wa kiume. Majirani na jamaa wakafurahi pamoja naye. Siku ya kumtahiri mtoto, walitaka kumuita jina la baba yake, Zakaria. Lakini Elizabeth akasema, la, ataitwa Yohana. Wakashangaa. Hakuna mtu katika jamaa yao aliyeitwa kwa jina hilo. Wakamgeukia Zakaria wakimuuliza kwa ishara. Akaomba kibao cha kuandikia, akaandika, jina lake ni Yohana. Mara moja kinywa chake kikafunguka, ulimi wake ukafunguliwa. Akaanza kumsifu Mungu kwa sauti kuu. Akatamka maneno ya unabii, akimtukuza Mungu kwa wokovu utakaokuja kupitia Yesu, na akatabiri kuhusu mtoto wake kuwa atakuwa nabii wa Aliye Juu, atakayetayarisha njia ya Bwana. Mtoto huyo alikuwa Yohana Mbatizaji, mtangulizi wa Kristo. Na watu wote walishangaa wakisema, mtoto huyu atakuwa nini? Kwa maana mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Ujumbe wa stori hii. Zakaria na Elizabeth walikaa miaka mingi wakingoja. Waliomba kwa muda mrefu bila kuona majibu ya haraka. Lakini Mungu hakuwasahau. Wakati mwingine, Mungu anakaa kimya, si kwa sababu hatujasikika, bali kwa sababu muda wake bado haujafika. Ahadi ya Mungu inaweza kuchelewa, lakini haiwezi kushindwa. Zakaria alijifunza kwamba mashaka yanaweza kutuchelewesha, lakini mpango wa Mungu bado unasimama. Elizabeth alijifunza kwamba fedheha inaweza kubadilishwa kuwa ushuhuda, na mtoto wao akawa sehemu ya mpango mkubwa wa wokovu wa ulimwengu. Inatufundisha pia kuhusu uvumilivu, imani na kuwa na matumaini hata wakati ambapo kila kitu kinaonekana kikiwa vigumu. Historia hii inapatikana katika Biblia Takatifu kwenye kitabu cha Luka, sura ya 1, mstari wa 5 mpaka 25. Na kama umebarikiwa na neno la Mungu, tafadhali usisahau kusubscribe na comment ili upate historia nyingi za imani. Mimi ni Costa Kwibe Buloze, muundaji wa video hii. Mungu akubariki.